Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Thiini wa ibuku ria Joeli 2 muhari wa 28 ekuga atiriri, na ni ugakinya atiri ati thutha wa maundu macio ningaitiriria andu othe roho wakwa, nao ariu anyu na airetu anyu ni makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Guku gwa Theophilus TV nokuo wamukagira tafarira ciothe ciri na kiguni muturire-ini waku. Na riu turakurehera tafarira ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thiini wa tafarira ya Theegi wa Njamba. Haha turigayana kiugo kia Ngai oroho tukamurika ciegi miturire itu, na muno makiria we uritwo ni hinya. Mandiko ni muigaga ati kugotwo ni kirumi ni mundu wikaga atia ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Mandiko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we do embrace weakness yaku. Do embrace ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutigira uinuke. Kire Ngai agukuigire ni giakura. Na ngiuga maita maingi hinde twahonoka tuingiro thamaki-ini wa Ngai. Tuikaraga ta mutumia wina ihu. Ndungikora mutumia wina ihu ati kirabu thaa 9 cia utuku ni guthia arathia rwimbo. Ndungimukora ekirite pamu kana agitengera kana agithie na andu kana agithiania na iritu. Athianagia na atumia aria magite ciana kana atumia mena andu take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro, ndangihota kwi expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor Ngechu o mwambiririo nginyagia wakana wona cihanda thaa 9 cia miaraho o guku mitambo-ini ya Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Ndukahitukwo. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Kiswahili kia kwambo atumwa 12 hatire watithirie kana coke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba eturwo hwa-ini ni muthamaki neru Paulo muira wa ma akireko mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba aterea ohirwo na minyororo ina moko na maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba. Zebedi alegithirio mutwe na
rwajora ni munene Herode momireirie muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba Yohana wa Zebedi arugirwa na nyungu atwireire Efeso akiugaga endanai momireirie muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba Filipo ambirwe muoyo mutharaba iguru bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momireirie muno maruti andu njĩra ya muoyo ni mutharaba Mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momireirie muno maruti andu njĩra ya muoyo ni mutharaba tomagũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momireirie muno maruti andu njĩra ya muoyo ni mutharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momireirie muno maruti andu njĩra ya muoyo ni mutharaba Yakubu arubayo ahorirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momireirie muno maruti andu njĩra ya muoyo ni mutharaba Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zerote agĩatũrwo na tho momireirie muno maruti andu njĩra ya muoyo ni mutharaba Mathia ahorirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momireirie muno maruti andu njĩra ya muoyo ni mutharaba Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ĩkuuga atĩrĩrĩ na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro nao athuri anyu marotage iroto onao anake anyu monage cioneki Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu uria wihokaga mundu wa gũkũ thĩ. Do not trust upon man because man is man and man has his own tendencies. Mundu wa thĩ nĩ akoragwo ena weaknesses nyingĩ. Mundu wa thĩ no akwĩre ũmũthĩ no rũciũ nĩ agarũrire mbaũ akwĩre ũndũ ũngĩ. No when you
are a pessimist, nĩ ũkoragwo ũkĩmenya atĩ I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai me kũraya mũno na meciria maitũ. Maandĩko moigaga atĩ harĩa ũũgĩ witũ ũkinyĩte nĩ ũrimũ kwĩ Ngai, tondũ ũũgĩ wake nĩ ũkirĩte meciria ma mũndũ wa gũkũ thĩ. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tũhota kwaga gũkinya kũrĩa Ngai endaga tũkinye. Wota ũkorwo tondũ we ndwa embrace weakness yaku, ndwa embrace atĩ we nĩ ũrĩ ka weakness ka marakara. Hĩndĩ ya Ngai akũrehera destiny connector waku nake agakorwo nĩ mũndũ ũtamakaga ũrĩa araria, ahota kwari kiugo we ũrakare, ũmũtiga ũinũke. Kĩrĩa Ngai egũkũigĩre nĩ gĩa kũũra. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai, tũikaraga ta mũtumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mũtumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu, athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Nĩ tondũ we mwenyewe kĩrĩa akuĩte nĩ kĩndũ kĩa goro, ndangĩhota kwĩ-expose kũrĩa kĩndũ kĩu kĩngĩtuĩka aborted. Nyitanagĩra na Pastor David Ngechu o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa kana, wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Murata wa Ngai, ndũkahĩtũkwo. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli. To be exalted and to be glorified, O Lord Almighty. There is no other God beside you, O King of Kings. You are highly lifted up. You are highly magnified and glorified, O Lord of hosts, in the mighty name of the Lord. I worship you in the beauty of your holiness, O God. I glorify you on your altar, O King of all the glory. There is no other God beside you, my Father. There is no other King but you, O God.
I do not have any other God but you, Jehovah Father. You are highly lifted up, Jehovah. You are highly magnified, O Lord of hosts. Your name is highly lifted up, Jehovah Lord. I worship you this day and I adore your name. I glorify you above all other names, O God, above all kingdoms, above all principalities and powers. Your name remains great, O Lord of hosts. Your name abides forever in heaven, O God. You have exalted your word beyond your name, O God. That's why, Lord Father, we are gathered this day, that you may speak to us through your word, O King of all the glory. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we commit our minds unto you, O God. We commit our hearts unto you, O Lord. We commit everything unto you, my Lord. We give ourselves, O King of all the glory, that you may be manifested in us, O Lord Almighty. Tawala na utamalaki Bwana siku ya leo. Uwepo wako ndo tunaomba Bwana, kaweza kututawala siku ya leo, Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, shukisha nguvu zako, Mungu wa rehema. Tunenee masikio yetu tumeyafungua Bwana, ili ukaweza kuweka neno lako ndani ya roho zetu siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Tunajikabidhi mikononi mwa Mungu aliye hai. Tunajikabidhi mikononi mwa Mungu ambaye anaishi milele. Tunajikabidhi mikononi mwa Mungu ambaye asiyeshindwa. Tunajikabidhi mikononi mwa yule ambaye anaishi milele. We worship you, Lord Almighty. We give you glory. You are worthy to be lifted, O Lord Almighty. You are worthy to be glorified, my Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Wote kuja mbele zako, Mungu wa rehema, tusikie Bwana. Sikia maombi yetu siku ya leo Bwana, sikia kilio chetu jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba masikio yako si ati ni kiziwi hawezi sikia, na si ati macho yako Bwana ni kipofu hauwezi ona. Bwana, unatazama Bwana, na unafahamu yale ambayo tunayoyapitia Bwana. Unatujua Bwana kuliko vile tunavyojijua Bwana. Umetuchora kigandani mwako Bwana, Mungu wa rehema. Unatujua kuliko vile tunavyojifahamu, Mungu wa rehema. Tunakuomba ukaweza kushukia siku ya leo na nguvu na mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Kila ngome zote Bwana siku ya leo ndo tunataka kushusha katika jina la Yesu Kristo. Tunanena moto wa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu aliye hai siku ya leo kutoka kwa madhabahu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninanena Bwana siku ya leo ya kwamba nguvu za ukombozi zitakuwa pamoja nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Nguvu za kubadilisha ziko miongoni mwetu siku ya leo, kwa kuwa Mungu ambaye anaishi yuko nasi siku ya leo Bwana. Tunajikabidhi mikononi mwako Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao ushindwi Bwana, wewe ambao ulemewi na jambo lolote, hakuna kitu kigumu mbele ya uwepo wako Bwana. Hakuna jambo lolote ligumu mbele zako. Ndiposa tunakuamini wewe tu Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tunainua macho yetu, tunatazama milimani. Msaada wetu watoka kwako Bwana Mungu wa rehema. Msaada wetu hautoki kwa watu, msaada wetu hautoki kwa chochote kile. Msaada wetu watoka kwako Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndio nguvu zetu, wewe ndio tamanio letu, wewe ndio Bwana, wewe ndio maisha yetu Mungu wa rehema. You are our hope, O God. You are our standpoint and our salvation, O God. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Tuwajikabidhi mikononi mwako Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu ambaye hubadiliki, haufanani na mwanadamu. Worship you, Jesus. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Hafananishwi na kitu kingine. We worship you Jesus. We adore you Jesus. Hakuna Mungu aliye kama wewe Yesu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Mtazamaji wa Theophilus TV mahali popote ulipo, Bwana asifiwe sana.
Karibu katika ibada ya siku ya leo. Nimeokoka huko katika Theophilus TV. Naitwa Pastor Ngechu David, na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nafurahia wokovu wake, na nafurahia ya kwamba siku ya leo ameniteua na amenifanya kiumbe kipya, na akaweka wimbo mpya katika mdomo wangu, ya kwamba ninakiri ya kwamba kwa vitu zote ya kwamba Yesu ni Bwana ndani yangu. Huwa nasema kitu ya maana sana katika maisha yangu ni msalaba wa Yesu. The cross of Jesus Christ is the symbol of all Christian faith. So I lay my foundation in the hope of the Lord Jesus Christ. Na siondoki mahali pale, kwa sababu ninajua aliyeniita hakuniita nikuwe kwake temporarily, but aliniita nikuwe kwake forever. Yani kama kuna kitu yote nyamba ita happen ama ifanyike, I will still be on the cross of Jesus Christ. I will still lie there. I will still cry to the Lord. I will still mourn. I will still call upon his name, because the Bible inasema kwamba whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. So I rely on the cross of the Lord, and I rely in my Savior, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Karibu tena. Najua ya kwamba siku ya leo unatamani kile ambacho Mungu ametuandalia, and I know that you're blessed, and I call you blessed in the mighty name of the Lord. Whoever the Lord blesses, no one can curse, and whatever the door the Lord has opened, no one can shut, because he alone is the one that is supreme, and that is the one that we trust upon, in the mighty name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God bless you so much. Na leo ningetaka tusome maandiko katika kitabu cha Judges chapter 16. It is a story about Samson and Delilah, na kuna vitu kadhaa ambazo ningetaka tuone ya kwamba there are things that ambazo zina happening katika maisha ya mwanadamu that mtu kama usipokuwa na macho ya kuyaona, shetani atakumanipulate na afanye wewe mwenyewe ukose kutimiza kile Mungu yuaga anataka. So tunaona the story of Samson. The Bible says in the book of Judges chapter 16 from verse 1, the Bible says, "Then Samson went to Gaza and saw a prostitute there and went into her. When the Jezreelites were told Samson has come here, they surrounded the city, they surrounded the place and lay in wait for him at night. And at the gate of the city they were quiet all night, saying, in the morning when it is daylight, we will kill him. And Samson lay low till midnight. Then he arose at midnight, took hold of the doors of the gate of the city, and the two gates posts, pulled them up, bars and all, and pulled on his shoulders, and carried them to the top of the hill that faces Hebron." Oh, huyu mtu alikuwa na nguvu sana. Verse 4 inasema, "Now afterwards it happened that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, entice him and find out where his strength lies, his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bind him and afflict him, and every one of us will give you 1,100 pieces of silver." Bwana Yesu asifiwe sana. So tunaona historia ya Samson. Alikuwa na weakness moja. Yeye mwenyewe alikuwa na shida ya wanawake. Alikuwa ana shida ya kitu inaitwa lust. So wakati yeye mwenyewe alikuwa, the Bible says that yeye mwenyewe akaona mwanamke with a prostitute there and he went into her. That means that yeye mwenyewe alikuwa anapenda wanawake sana. Then it happened that yeye mwenyewe akahappen kupenda a prostitute mwenye alikuwa anaitwa Delilah. Na wakati alimpenda, they were the lords of the Philistines. Bible inasema wakakuja kwa huyo mwanamke wakamwambia entice him and find out where his great strength lies. This is the main aim of the wicked one. Shetani hanaga haja na strength yako, akona haja na ile weakness yenye wewe mwenyewe inakusumbuaga sana. Because he knows the only thing to find you or to affect your strength is through your weakness. Hakuna mtu hanaga weakness. But that's why nasema, when you have the eyes to see but not the eyes to behold, wewe unakuwa na shida kubwa sana, because you do not have the eyes to behold or to know where your loopholes are. Kuna watu wanakuwa na weaknesses lakini hawatakangi kuambiwa wako nazo. Kuna mtu wako na weakness lakini yeye mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe anajiona yeye ni mshupavu na ni mtu mwenye ako na nguvu sana, yeye mwenyewe anakuwa blinded na hiyo pride ya kukua yeye mwenyewe ni strong. Kwa sababu zile vitu zilimwangusha. First of all ilikuwa gani lust. The first thing ilikuwa gani lust. Ya pili ilikuwa gani the pattern of uncontrolled desire. Ya tatu ilikuwa gani kitu inaitwa pride. Na ya nne ilikuwa gani trust. Alikuwa mindful. Yeye mwenyewe hakuwa mindful ni nani ana trust. Alafu ya tano tutaisoma baadaye ni kitu inaitwa anger.
These are the things that pulled Samson down. Kwa sababu mtu akiwa na loophole kwa maisha yake anakuwa vulnerable sana, because the devil knows your weakness. He doesn't know he knows your strength is very strong, that itamhinda. Yeye mwenyewe anajua power yako ni kubwa sana, itamhinda. Wakati mtu unapewa exam, haupeangwi exam ya ile kitu ambayo wewe unajua. Unapeangwa exam ya ile kitu ambayo itakuchallenge. That means the things that define you most are your weaknesses. Your weaknesses are the things that define you most. We are defined mostly by our own weaknesses. Kwa sababu hiyo weakness ndo kila mtu anafaa kuwa anaeka macho yake kwa hiyo weakness, so that it cannot be used against you and against your life. So Bible inasema ya kwamba that it happened in verse 4 that he loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. He loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. Wakati tulikuwa tunasoma about sexual immorality, tulikuwa tunaona ya kwamba kuna kitu inaitwa obsession na kuna kitu inaitwa lust na kuna kitu inaitwa love. So wakati mtu amekuwa confused, yeye mwenyewe amekuwa led by emotions, haujuangi ule mtu mwenye ambaye unafaa kuweka karibu katika maisha yako. So unaweza pull close anyone that is around you, because the Bible says in the book of Proverbs chapter 4 that guard your heart, because out of it flows the springs of life. Because hapo ndani ya heart yako, hapo ndo huwaga kuna lies, zile vitu za maana sana, and love lies there. And if we mwenyewe you're not mindful of the things that you install in yourself, utaweza kuinstall kitu itakuletea kitu inaitwa self sabotage. Self sabotage ni kama wakati yenye wewe mwenyewe umemeza bomb alafu ina blow ikiwa ndani yako, because you do not know how to guard your heart. You do not know how to protect the most important thing in your life. So Samson yeye mwenyewe alienda blindly na akapenda mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Delilah. Huyo mwanamke wakati alikuja kwa maisha yake, huaga anasema hivi, yeye mwenyewe aliambiwa aweze kumentice. The verse 5 the Bible says, and the lords of the Philistines came up to her and said to her, entice him and find out where his great strength lies. So that means hawakuwa wanajua nguvu yake inatukanga wapi. And walikuwa wanajua as long as sisi wenyewe tushajua mahali nguvu yake iko, tutatumia ile weakness ambayo yako nayo ndio tuweze kufikia strength yake. Anyone who want to manipulate you, anyone who want to pull you down, haezi tumia strength yenye wewe uko nayo, atapitia through the gate paths of your weakness. Everyone has a weakness. The Bible says, Solomon alisema, whoever does not accept correction is stupid. That means that if you don't accept that you have a weakness, ni spirit ya pride itakuwa inakulead na wewe mwenyewe itakupull down. Bwana Yesu asifiwe sana. So yeye mwenyewe akahappen ku blindly fall for a woman in the valley of Sorek mwenye alikuwa anaitwa Delilah. Na huyo mwanamke akapatwa na the lords of the Philistines na wakamwambia entice him. These are wicked schemes zenye shetani huwaga anakupangia kila siku ya maisha yako. There is nothing good the devil will ever plan for you. The only thing that the devil wants to pull you down, he just wants to affect you that you may not reach where God wants you to reach. Kwa sababu huyu mtu alikuwa na nguvu mingi sana. Huyu mtu alikuwa na strength mingi sana. This was a great warrior. He was a very strong man. Mwenye anabeba the great gate of a city. Si gate yako ya kwako kwa nyumba, na si gate yako ya kwako kwa nyumba. Si hiyo gate ya city. A city gate is much more bigger and strong, and it needs a person who is very strong. Ina need katapila mingi sana kubeba the gate of the city. Huyu mtu ako na hiyo nguvu yote. Huyu mtu ako na hiyo power yote within him. Huyo mtu ako na ability mingi sana. Huyo mtu ako na potential mingi sana. But deep down, huyu mtu mwenye ako na hiyo ability yote na his strength yote, lies a weakness that he doesn't know about. This is the most important, this is the worst thing. When we live lives without knowing our weaknesses, without embracing our weaknesses, without knowing what we miss katika njia zetu. Sisi kama mavijana tunaishi maisha, tuko na ability ya vitu mingi sana. We can do a lot of things. Uko na ability ya kuchora. Uko na ability unaweza chora mtu mtoe venye yako. Uko na ability wewe mwenyewe unachezaga ball. Uko na ability wewe mwenyewe unawezaga kulead watu. You can come to church and you gather youth and you lead them in a path that is supposed to be led. Uanze ku live life yako to the fullest. But there is a weakness in you. There is a weakness. Women. Kwa sababu niliwaambia the greatest or the worst thing
enye inakuaga hapo ni wakati attraction ndo inakuaga the strongest tool of sexual immorality. Inakuaga ni attraction, kwa sababu sexual immorality inaanzaga through attraction. And attraction sio kitu yenye iliumbwa na shetani, ni kitu ambayo iliumbwa na Mungu. So wakati Mungu aliweka pale, wewe mwenyewe if you don't have the understanding who you should love and who you should get close to, wakati wewe mwenyewe hauna boundaries katika maisha yako, wewe mwenyewe unaweza welcome anyone. Na mtu yote mwenye unaweza welcome kwa maisha yako anaweza kuwa nakuja, but yeye mwenyewe amekuja with a very good face, with a face of a sheep, but deep down he's a wolf. Anaweza kuwa ndio na so interesting ukimwangalia na nje, anaweza kuwa na so enticing, anaweza kuwa na so friendly, but deep down kwa huyo mtu there is a wolf that lies in there waiting for his appropriate time that he can devour you. Bible inasema be aware because our enemy the devil is rolling like a rolling lion looking for someone to devour. The Bible says like a rolling lion. Kwa hivyo ni kumaanisha yeye mwenyewe anakuaga akitry kuput on the face of a lion, but he himself huaga anakuja kwa njia yenye wewe mwenyewe hauwezi jua. The Bible says like a rolling lion. So one thing you have to understand is that not everyone that comes close to you is worth to be kept close. That's why I talked about the friend circle. Mabishte wako ni akina nani? Ni nani huyo mwenye unapendana na yeye? Ni nani huyo mwenye mnashindaga na yeye? Kwa sababu unaweza kuona face yake moja, but maybe deep down in that person unaweza kuwa na 100 faces na wewe mwenyewe haujui. Kwa sababu you have a spirit of pride in you, you have a spirit of lust in you. Wewe mwenyewe wakati yenye umekosa kukuwa mindful of your life, you end up in a ditch kwa sababu you're not mindful of tomorrow. Hautaki kujua what is there for you tomorrow, kwa sababu huyu ni mtu mwenye God alikuwa amepatia nguvu mingi sana, but yeye mwenyewe he was not mindful. He had no vision of what he wants to achieve. Samson hakuwa na vision ya Kenya anataka kuachieve. Samson hakuwa na God kwa maisha yake. Samson hakuwa na condition, hakuwa na standards. Samson hakuwa na principles kwa maisha yake. This is the reason that yeye mwenyewe alikuwa na welcome just anyone. Bible imetoka kutuambia hapo verse 16, chapter verse 1. Then Samson went to Gaza and saw a prostitute there. Saw a prostitute and went into her. Kwa hivyo yeye mwenyewe alikuwa na accept anything that inakuja karibu na yeye. Hakuwa na control na maisha yake. Yes, yeye mwenyewe he has a very great potential, but he didn't have limitations and boundaries in his life. That kila kitu yenye inakuja kwa njia yake alikuwa na accept. This is the problem with our current generation. Inakuwa ni hard sana youth kupatwa na, kama tuseme ni boy kupatwa na msichana na amwambia hapana. Inakuwa hard sana msichana kupatwa na mwanaume na amwambia hapana. Inakuwa the ability to say no inakuwa haiko kwa maisha ya mtu. This is what happens, that there are people who are there to pull you down and to pull you down and rip you out of the face of the earth completely, that usiwahi exist tena. Kuna watu sahi wana plot evil against you. Kuna watu sahi wanakuaga na kikao wakiongea negative kuhusu wewe, wakiongea kuplot against wewe, but you do not know. Wakati mnapatana nao wanakusmailia vizuri sana, hata anakugotea vizuri sana. Unaweza pata wanaongea kukuhusu, but the moment yenye wanakuona they change the topic. These are the lords of the Philistines, wenye waliita Delilah na wakamwambia entice him and find out where his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bring him to afflict him, and every one of us will give you 1100 pieces of silver. Hii ni pesa. So unasemaga ile power yenye iliwezaga kuvuta Samson chini is the power of money, is the power, the value of money. Do iliwezaga kucompensate Samson. Samson aliuzwa na pesa. Through love, blind love, akauzwa na pesa. And the Bible says, so Delilah said to Samson, please tell me where your great strength lies, and with what we may bound and afflict you. Ona mtu anapaka anamwambia tu life. And Samson said to her, if they bind me with 7 flesh bowstrings, yet not dried, then I shall become weak and be like any other man. So the Lord of the Philistines brought up for her 7 fresh bowstrings, not yet dried, and she bound him with them. Now now there
were men lying in wait, staying with her in the room. And she said to him, Philistines are upon you, Samson. Then he broke the bowstrings, and a strand of young bricks then he broke the bowstrings as a strand of young bricks when it touches fire. So the secret of strength was not known. Then Delilah said to Samson, look, you have mocked me and told me lies. Now, please tell me how we may bind you. Now, acha hii story kwanza, first of all, huyu mwanamke alikuwa anafanya everything yenye Samson amemwambia. But because of the obsession that was in Samson, yeye mwenyewe alikuwa blinded na ile love yenye alikuwa nayo to Delilah. The main thing is that yeye mwenyewe alikuwa anapenda Delilah. This was the greatest weakness that yeye mwenyewe alipatikana nayo. Alipenda mtu ambaye hafai. And wakati tulikuwa tunasoma about sexual immorality, tulisoma kuhusu you do not awaken love until it pleases. Because you may awaken love with the wrong person. Then you end up hurting yourself. You will end up perishing. You may end up sabotaging yourself. Kuwa we mwenyewe uliingia tu kwa vitu blindly bila kujua. Ulikuwa led na emotions, ukakuwa led na hizo hard feelings zenye ziko ndani yako without even understanding. Without even the discernment of knowing if this is the right person to fall for. So this is what happens. Huyu mwanamke hana haja na Samson. Kwa sababu yeye mwenyewe anamfunga kama ameplot, mpaka kuna watu kuna men wenye wamelai in wait kwa hiyo nyumba, wakiongoja yeye mwenyewe ndo akuje amalizwe na nguvu zake zikipatikana, yani kama wamepata nguvu zake wammalize. But the Bible says, tusome hapo verse 10, then Delilah said to Samson, look, you have mocked me and have told me lies. Now tell me that we may bind you, now tell me what you may be bound with. So he said to her, if they bind me surely with new ropes, and that they never been used, then I shall become weak and be like any other man. Therefore Delilah took new ropes and bound him with them, and said to him, the Philistines are upon you, Samson. And there were men lying in wait, staying in the room, but he broke them off his arms like a thread. Hiyo ni mara ya pili. Then Delilah said to Samson, until now you have mocked me and told me lies. Tell me what you may be bound with. And he said to her, if you weave 7 locks of my head with the web of a loom. Bado anakaribia pale mahali nguvu zake ziko. So she wove it tightly with a button of the loom, and said to him, the Philistines are upon you, Samson. But he awoke from his sleep and pulled out the button and the web from his loom. Then he said to him, how can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me three times and have not told me where your great strength lies. Sasa hii ni manipulation ya kitu ambayo inaitwa love. Ye mwenyewe Delilah ana manipulate na kitu inaitwa love. Ana manipulate na ile mahali penye weakness yake iko. Because whenever you love something, you become weak to it. Whenever you give yourself to something, you have already sold yourself. Whenever you love something, you sell yourself to that thing. That is where the greatest commandment is love. The greatest commandment is love. And then not love of just anything. Love the Lord your God. Because when you love the Lord your God first, then there is nothing else that can ever master you. Because the Lord is a supreme ruler. He's the one that should rule over you. So yeye mwenyewe Samson alikuwa ashaanza kukua ruled na huyu mwanamke. Due to the spirit of pride na the spirit of uncontrolled desires zenye alikuwa nazo ndani yake, hakuwa na self awareness. And so huyu mwanamke akajua that wewe unanipenda, so I'll make use of the love that you have for me, kwa sababu ya zile pesa zenye niliambiliwa. Deception through love, blind love. Na wakati watu wanaambiwa do not fall in love until it pleases, this is the result of falling in love when it is not pleasing, when it is not the appropriate time. Wewe mwenyewe ndio ujiingisha na mtu kwa sababu umeona ni attraction, umevutiwa na yeye, umeona yeye ni handsome sana, ni tall, dark and handsome, financially stable. Hizo ndio vitu wanaangaliaga. Wakati unaangalia hizo qualities zenye unaona na macho yako, one thing that the devil wants from you is to pull down the most important thing from you. Na Bible inasema, the verse 16, and it came to pass when he pestered him daily with her words and pressed him, so that his soul was vexed to death, that he told her all his heart, and said to her,
no razor has ever come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I am shaven, with my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man. This is the strength of obsession. That yeye mwenyewe kila kitu alikuwa anamwambia mahali nguvu zake ziko, huyu mwanamke alikuwa anafanya. 3 times akamwambia. And the exact thing yenye yeye mwenyewe Samson anasema, ndo huyu mwanamke anafanya. But because he was blinded by love, hakuwa anaona ubaya wa huyu mwanamke. This is the blindness that comes when you love someone who doesn't love you, when you are obsessed to somebody. That hakuna kitu hauwezi fanya kwa sababu ya huyo mtu. Yeye mwenyewe unakuaga yani huyo mtu wako beyond even you yourself. That you would rather give yourself away for that person. And that's not genuine love. Bwana asifiwe sana. Yeye mwenyewe zile mara 3 alikuwa amemdeceive. Every detail that Samson alikuwa amembe Delilah, hizo ndo alikuwa anafanya. Then how sure? Why wasn't he sure that mpaka venye alimwambia siri yake that mimi mwenyewe sijainyolewa, I'm a Nazarite from my mother's womb, na hapo ndo nguvu zangu ziko? How sure was he that ndio Delilah hata ninyoa? How sure was he? The power of obsession, the power of being blind, the power of walking without knowing yourself, the power of walking without knowing the value of who you are. This is the power. This is the power. Hapo mahali kafika that it came to pass, verse 16, it came to pass when he was pastored, that she pastored him daily with her words and pressed him, so that his soul was vexed to death. This is a weapon of the devil. Shetani kitu moja anatumiaga ni kitu inaitwa consistency. Wakati wewe mwenyewe unaenda kukatia msichana, hauwezi mkatia siku ya kwanza na aingia box. But the weapon of the devil is that he is so consistent. Huyu mwanamke alishinda akimvex. Alishinda akimvex kila wakati anashinda akimvex, alishinda akimdisturb. Then ikafika mahali kwa sababu huyu mwanaume huyu Samson, yeye mwenyewe hana self awareness, akona spirit ya anger, uncontrolled anger. Anga yake ika burst open. Na wakati hiyo anga ili burst open, he withdrew and he told his secret to the greatest enemy. This is what happens. This is what happens when you are not aware of who we are and what the Lord has called us for. That we are vexed by our enemies. Kadesire kanashinda kakikusumbua leo na kesho. Mtu mwenye hajaokoka, wewe umeokoka, kuna mtu hajaokoka, anashinda akikukatia leo na kesho. And because the only weapon to get you is consistency. Regarding kile ambacho yeye mwenyewe alikuwa amepromisiwa, huyu mwanamke aliamua kugive everything. Yeye mwenyewe alikuwa na aim. Huyu mwanamke alikuwa na goal, alikuwa gashakuwa promised silver. Kila mtu atampatia 1100 pieces of silver. Every one of them will give her 11 pieces, 1100 pieces of silver. Yeye mwenyewe huyu mwanamke alikuwa na goal. He has a name, she has a name, she has a purpose. Akona kitu anataka kuachieve. But mwenye anaplotiwa kwa sababu hana kitu anataka kuachieve, hayuko mindful kwa maisha yake. The same problem that happened wakati wa Esau. Yeye mwenyewe hakuvalue the value of being a firstborn. He did not value. Yeye mwenyewe aliend up kuiuza so cheaply. This is what happens when you don't know yourself. This is what happens when you do not careful, when you don't have a goal, you do not have a vision, when you do not have an aim. Wakati wewe mwenyewe uko na abilities mingi sana, uko na potential, uko na nguvu mingi sana, but you do not know yourself. Uko na weaknesses mingi sana that wewe mwenyewe hautakagi hata kukaa chini ukubali that uko nazo. One thing happened is that obsession huwaga ina blind mtu. Kwa sababu what happened to Samson afterwards ilikuwa ni kutolewa macho. Because macho ndio nakupatiaga sight. That yeye mwenyewe kenye angeachieve akiwa na macho si kenye angeachieve kama hana macho. And so the Bible says that yeye mwenyewe akakuwa pastored daily. Na huyu mtu mwanamke akampress kila wakati. That yeye mwenyewe akaboeka mpaka kifo. Aliboeka, alichoka, aliboeka na huyu mtu. Akaboeka kushinda ukinisumbua kila wakati. Uncontrolled anger ikafanya yeye mwenyewe a release his secret. And yeye mwenyewe akakubalisha maadui wakuje wakamshika na wakamnyoa, na yeye mwenyewe akakosa nguvu. He became a slave,
a man mwenye alikuwa anatokea anashika the gate of the city, anaibeba yeye mwenyewe peke yake, akakuwa ni mtu mwenye ni slave wa kusiaga ngano, kuchekelewa. Then kitu moja ambayo inanikasirishanga sana ni wakati ukisoma verse 24 inasemaga, when the people saw him they praised their God, for they said, our God has delivered him into our God has delivered into our hands our enemy, the destroyer of our land, and the one who multiplied our dead. This is what the devil is after. He's after destroying you. He's after making you a slave of masturbation, a slave of gayism, a slave of lesbianism, a slave of other related behaviors and other immoral behaviors. Slave wa pombe, slave wa bangi, slave wa mabesti wenye hata hawana maana wapeleki mahali, slave wa vitu ambazo hatazikupeleki mahali. Because when you lack an aim, you are not mindful of wherever you go. You are not mindful of the things that you do. Wakati umekosa goals, wakati wewe mwenyewe umekosa kukua careful mahali penye unaelekea, you are not mindful of the things that you do. You are not mindful of your friend circle. Hauko mindful. So unajipata Samson, hii spirit ya lust ni kitu moja ambayo ilimharibia sana. Lust, kukuwa na desire mingi sana. Alikuwa na mwanamke jana, leo pia kuna mwanamke mwingine. That is a weakness. Mtu anaweza kuwa anaona ni kujibamba na jibamba, but at the end of it all, the Bible says there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to destruction. It leads to death. Bwana asifiwe sana. So hii path haielekezeangi mtu mahali penye kunafaa, inaelekezeanga tu mtu directly kwa kifo. Huo mtu anaweza kuwa anaona ni njia mzuri sana. Yes, Samson alikuwa na kwa sababu hana goals, he doesn't care. Ye mwenyewe hajali, eti ye mwenyewe he was a Nazarite, he was anointed by God kwa sababu ya kufanya duty za Mungu. He was anointed with strength so that he can deliver the people of his land. But ye hakuwa mindful ya zile vitu ambazo ye mwenyewe alizaliwa afanye. Hakuwa mindful kujua kwa nini Mungu alinileta hapa. Hakuwa mindful. So due to a result of not being mindful, ye mwenyewe akakuwa blind, kukosa kuona weakness zake. Akakuwa blind, kukosa kuona ati yako na maadui. Kwa sababu yeye alikuwa na nguvu, angeza kujitoa anywhere. Akafikiria kila siku ni saa tu, venye tu uliamka jana ndo unaamka leo. A strategy is being cooked. A strategy is being laid. There are people laying a blueprint on the table against your life. There are people sitting down right now discussing venye watakuvuta chini. But uko hapo kwa sababu unajiona uko na nguvu na wewe ni kijana. You're strong enough. In this life unajiona wewe ni handsome sana. You think that you are safe. Kuna time inafikaga unakuja kujirealize. Bwana asifiwe sana. Thank you so much Waithira Wanjora, God bless you so much. Sarah Wanja, Nancy Kamau, God bless you so much. God bless you Nimo, Stanley Monye, God bless you so much. Roberto Mathenge, Mungu akubariki sana. Charity Kinywa, God bless you so much. Thank you so much brothers and sisters. Mungu abariki na atende mema. And because of this understanding that kuna time inafikanga mtu akikosa kujirealize, wewe mwenyewe ndo huaga una lead astray, because you become blind on the path of your life. Unakosa kuwa mindful na zile vitu ambazo wewe mwenyewe uliyekuwa na Mungu kufanya. But the Bible says in the book of Job chapter 14, ukisoma hiyo story ya Samson utaona that alifika mahali and he cried out to God. Na God akampatia nguvu and akampatia nguvu hiyo temporarily ndo aweze kulipisha macho yake. Because kitu yeye mwenyewe alililia hata si nywele, kwa sababu nywele ilimea. But ile kitu yenye ilimpatia uchungu sana is because the enemies walimng'oa macho. Na macho inakuwa ikisignify kitu kubwa sana. Because when you don't have sight, you are going to be stagnant in one place. Ungeza fungua macho hapa, uambi uende nje ama uchukue karai uweke maji. Yesu unaweza struggle sana kwenda kuchukua hiyo karai, kutrace paka mahali penye maji iko if you are blind. But wakati uko na macho, you save time. No, when you are blind, wewe mwenyewe unatumia time mingi sana, unatumia energy mingi sana kufanya vitu ambazo hata si za maana. Hizi ndo zilimlead astray zikamfanya akuwe slave kwa sababu ya kukosa macho. Then the Bible says in the book of Job chapter 14 verse 7, God has given us a way out. God has given us a platform. God has given us solace.
The Bible says that God, yeye mwenyewe, he endures mercy rather than sacrifices. Anapenda sana huruma mingi sana rather than even judgment. He says that mercy triumphs judgment. So the Bible says in the book of Job 14 verse 7, for there is hope for a tree, if it is cut down, that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease. Though its roots may grow old in the earth, and its stump may die in the ground, yet at the scent of water it will bud and bring forth branches like plant. Bwana asifiwe sana. God has given us a way out. Mtu anaweza kuwa maybe aliingia kwa sexual immorality juzi. You feel that you're so you condemn yourself. Una feel yenyewe ulikosea. Una feel yenyewe ulikuwa ile njia ambayo huifai. Una feel wewe mwenyewe ulijingisha kwa kitu yenyewe wewe mwenyewe huko unatarajia. You are not proud about what you did. You are not proud about those things. Unaweza kulijingisha kwa gayism. Wewe mwenyewe wakati unyeshaanza ku feel that conviction, unashindwa sasa mimi nitafanyaje? Mimi mwenyewe nishakuwa bound. Unaanza kuona there is no way out, that uendelee tu na hiyo lifestyle. There is hope for a tree that has been cut down. Just like Samson alipata hope wakati nywele ilianza kugrow. Yeye mwenyewe akaanza kujilipishia, akapata revenge against his enemies. Wenye walikuwa wanacheka wakimchekelea kwa sababu sasa ashakuwa slave, a person who used to be so strong. Unaweza kuko hapo na ulikuwa unajiona uko mtu wa maana sana, but saa hizi unapitia heartbreak. Umeachwa na ule mtu ulikuwa unafikiria ni mtu wa maana sana, hata ikuacha. There is hope for a tree that has been cut down. But Bible inasema hapo that its tender shoots will cease, that if it's cut down it will sprout again, and that its tender shoots will not cease. Though its roots may grow old in the earth, and its stump may die in the ground, yet at the scent of water it will bud. At the scent of water, there is the requirement for you to sprout again. It is not just blindly that you sprout again. There are requirements that hiyo life yenye unaishi, if wewe mwenyewe hautakuwa na contriteness na brokenness mbele ya Mungu, then that is the only requirement that the Lord needs. Huwaga nasema mtu yoyote mwenye anataka repentance bila contriteness, it is just foolish. It is useless for repentance without contriteness. Kwa sababu wewe mwenyewe, kama wewe mwenyewe ufeel ndani yako ya kwamba una need to change, then you don't deserve mercy. Because mercies huwaga zinakuja kwa ule mtu ambaye ameamua kabisa kutoka kwa hiyo maisha. Wakati umeamua kabisa mimi sitakuwa naishi maisha, umezoea kuishi maisha ya heartbreak kila wakati. Unapatana huyu, una date naye kidogo, anakutumia alafu anakuacha. Unapata mwingine unaendelea tu hivyo alafu anakuacha. How long are you going to live this kind of a life? There is hope for a tree that has been cut down. Bible inasema that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease. Though its roots may grow old in the stump, in the earth, and the stump may die in the ground, yet at the scent of water, contriteness and brokenness, it will sprout again and bring forth and batch forth like a plant. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord has provided us a way out in any difficult situation that tunaweza kuwa ndani yake. Haijalishi inakaa ni situation tight aje, ama inakaa ni situation dark aje kwa maisha yako, ama inakaa ni situation yenye inakusumbua aje. It doesn't matter what kind of a situation uko ndani yake. All that matters is you want to get out of it. You need to be contrite and broken before the sovereign Lord. There is no other way out. Hakuna njia ingine. The Bible says that Jesus Christ is the way to the truth and to the life. Jesus Christ, the Savior himself, yeye mwenyewe ndo tu anaweza kutoka hiyo life. Samson yeye mwenyewe ilifika mahali wakati alinyolewa akatolewa macho. I know hapo ndo reality ilimhit. Wakati aliamka alikuwa anafikiria ati ataamka na ile nguvu alikuwa anaamka nayo. But he rose, but the Lord had already left him. Alikuwa alone, he was alone. Because yeye mwenyewe alikosa kuchunga kile Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Kuna vitu mingi sana God ameweka ndani yetu na tumekubali zituondokee. Tumekubali kuzitrade off kwa vitu ambazo si za maana. But right now the Lord is calling us and telling us that there is hope for a tree that has been cut down. There is hope for you hata kama ulikuwa umeingia ugeism. There is hope for you hata kama ulikuwa lele. Kuna hope hata kama yenyewe ulikuwa virgin jana, but today you're not. There is hope for you. There is hope for a tree that has been cut down. Wakati huu wa festive season, hii ni wakati yenye shetani anatumiaga watu sana, especially young ladies.
wenye ni mateens, those who do not have the understanding of who they really are. Kuna watu huko nje wenye wanakuonao na kumezia mate. Kuna kitu wanaona ambao wewe huoni. That is the worst situation. That is the worst position unaweza kuwa ndani yake. That kuna kitu adui yako wanaona yenye wewe mwenyewe huoni. Because you have been blinded by love. You have been blinded. Huyo mtu alikuja akakuletea tu maua, ukaona ni mtu wa maana sana, ukajiingisha tu blindly. Hauna ile kujiuliza maswali, kwa nini? Why? Is this the right time? Is this the right moment? Is this the right person? You do not have time because you have been blinded by obsession. Usikue kama Samson. Yeye mwenyewe alikuwa blinded because alikuwa anapenda huyu mwanamke sana. That alikuwa anamwambia siri, na kila siri anamwambia, anakuwa mjinga. Usifanywe mjinga kwa sababu ya upendo. Sababu upendo unaweza kufanya ukuwe mjinga. The fact that wewe mwenyewe unasikia unapenda mtu si kumaanisha huyo mtu anakupenda. Ni watu wengi sana wenye wanakuonaga, they want you to see that image. They want you to see the wool. They want you to see that so that you cannot see the wolf that is in them. But this day, if you are in that, na ushaingia ndani, there is hope for a tree that has been cut down. That if it's cut down, it will sprout again, and that its tender shoots will not cease. Though its root may grow old in the earth, and its stump may die in the earth, yet by the scant of water it will bud and bring forth branches like a plant. May the Lord have mercy on us. May the Lord enrich us with his understanding, that we may know what is that pure and blameless before him until the coming of our Lord Jesus Christ. We have read in the book of Judges 16 verse 1. Waithira sema nguvu ya salvage juu walikunyweshana mate ndo ilisababisha hayo yote. Yeah, walikunyweshana mate. Money is the root of all kind of evil. 1 Timothy 6:10. Bible inasema the love of money. The problem is not money itself. It is the love of money that brings obsession to you. And then hiyo obsession, because there is a God that is in money. Huyo God anaitwa Mammon. Huyo God huwaga na kurule over, ana rule. Wakati huyo God ana rule over, wewe mwenyewe unakuwa slave yake. But in actual sense, the Lord alikuumba wewe ukuwe the Lord over the money, but not the money to be Lord over you. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why Jesus alisema, you cannot serve God and mammon. Bwana Yesu asifiwe sana. Then may God grant us wisdom to overcome Jemo siyamusukani. Yes, the path and the schemes of the evil one. Hinyawa gukomania hamwe masio nemoma umirira wawaganu todo Samson amuri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kikuyu inaniletea shida kusoma mara mingi sana. The girl, she was in the revenge. Yes, these are the things that happens wakati sisi wenyewe tunakosa kuwa mindful. Macho yetu ndo huaga inaenda. And when the eyes leave, when the eyes depart, wewe mwenyewe hakuna kitu yenye unaweza fanya yote ya maana. There is no way you can live a life that is well pleasing before the sovereign Lord. Before your eyes, before shetani afikie your eyes, your sight, wewe mwenyewe just be mindful of your life. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, because the Lord can see. He has those eyes. Anasema not everyone who calls me Lord, Lord. Anasema ati he shall not make judgment according to the sight of his own eyes, because there is something behind whatever you see. There is something behind it. Behind anything that you see with your eyes, there is something behind it. Try to find out. Be watchful so that you can see that which is behind it. May the Lord bless you so much. Acheni tuombe. Abba Father, in the mighty name of the Lord, we worship you, we give you glory, we honor your name and adore you, because you alone, you are God. Asante Bwana kwa neno lako siku ya leo. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya kuonena nasi Bwana. Tunashukuru kwa sababu Jehova kukuwa na sisi siku ya leo. Tunashukuru Bwana kwa sababu Jehova ya sauti yako Bwana. Tusaidie kuweza kuweka maneno yako ndani ya roho zetu Bwana. Help us to know ourselves, O God. Help us to find ourselves, O King of all the glory, in the mighty name of the Lord. Wale ambao hawajijui Bwana, I declare this day, my Father, that your eyes, my Father, the eyes that sees beyond, my Lord, may they be upon them in the mighty name of the Lord. May they see the greater picture, O God, the picture that is behind the frame. May they
they not see, oh God, what is seen by the basic eyes, oh God, but just grant them sight, oh my Father, that they may see that which is behind them, oh God, in the mighty name of the Lord. May they, Lord Father, see the intention behind the action in the mighty name of the Lord Jesus Christ. May you grant them wisdom, oh God. Grant us understanding. Grant us discernment to know our friend circles, O King of all the glory. In the mighty name of the Lord, we worship your name and we give you glory. As we approach the festival, King of all the glory, huu msingi ambao shetani ameweka katika watoto wetu siku ya leo, tunaubomoa katika jina la Yesu Kristo. We declare the power of God to be upon our youth in the mighty name of the Lord Jesus Christ. May your wisdom, O God, rest upon them, O God. May they see what you have called them for, O my Father. May they not be blinded by the things of the world and the pattern of this world, Jehovah Father. But Lord Father, may they live in righteousness, O God. May they desire holiness and the fear of the Lord. May they desire to live according to your path. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we worship your name and we give you glory, Jehovah Lord. You are worthy of all the praises and worthy of all the adoration, Jehovah Father. In the mighty name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we do pray and believe. Wale ambao hujaokoka, sema Bwana Yesu, ninaja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba Bwana unisamehe dhambi na makosa. Nimetenda dhambi mbele zako. Nimefanya mambo ambayo singetaka kuyafanya. Nimekukosea Bwana, na siku ya leo nimelisikia neno lako na nimelikubali katika roho yangu. Na kuomba unisamehe, nifanye mtoto wako, nioshe upya, nibadilishe, niwe wako milele. Shetani, toka siku ya leo nimekukana. Mimi ni wa Yesu na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nimeokoka na nampenda Yesu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ninaomba na kuamini. Amen. Bwana, nakuomba ukaweza kukumbuka wale ambao wameokoka siku ya leo. Bwana, ukaweza kumchungaji mwema katika maisha yao, ukaweza kuwashikilia Bwana, ukaweza kuwasimamisha, wape msingi mwema ndani yako, Mungu wa rehema. You are the restorer, O God, of what we are lost. The Bible says that you shall return what was eaten by the locust, O God. You shall return it unto us, O God. Return unto them, O God. Wale ambao Bwana wametenda dhambi Bwana na wameokoka siku ya leo, ninakuomba ukaweza kumchungaji wao katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Wale ambao wameokoka, you can weze kukuwa mtu wa kuomba na mtu wa kusoma neno. Devote yourself in the daily reading of the scripture and devote yourself. Mawazo yako usi-expose na mambo ya ulimwengu. Expose your mind with godly things, because what you expose yourself with is what you become. As a man thinketh, so is he. Usijisurround na marafiki ambao sio wapendi Mungu. Surround yourself with believers, watu ambao watakupatia neno la uzima wa milele, that you may change. The Lord changes. If mimi mwenyewe nimesimama hapa, there is no one that the Lord cannot deliver. So may God bless you so much. Kwa katika Theophilus TV, then wa Theegi wa Njamba. Mungu awabariki sana mpaka tupatane siku ya kesho. Shalom, shalom, shalom. Na wale ambao wangetaka kutoa sadaka zao, producer tuwekea pay bill, and I wish you a festive season. Mkuwe na festive mzuri as you prepare kwenda Christmas. Mungu awabariki na kuwe pamoja na nyinyi mpaka tunane siku ya kesho. Shalom, shalom, shalom.
Theophilus TV, MURATA wa Ngai.